Mimi naitwa Milton Kirimi kutoka Mount Kenya East. Mount Kenya East ndio tuko na Meru, Embu na Tharaka Nithi. Na mimi naungana na viongozi wote wa Mount Kenya East wakiongozwa na Waziri Geoffrey Ruku ya kwamba mlima lazima ipasuliwe. Mlima lazima ipasuliwe kwa sababu sisi tumekuwa watu wa mkono wa Wakikuyu kwa muda mrefu. Tumewasaidia wakapata serikali, tumesaidia wakakuwa na viongozi, lakini sisi wakati tumepata wametugeuka, wameturuka. Wakiwa na serikali ni 2 term. Sisi tukiwa nayo ni 1 term. Wakiwa na serikali mambo ndio mzuri Kenya. Sisi tukiwa nayo mambo ndio imeharibika kwa sababu ya kutugeuka, kwa sababu ya kuonyesha betrayal ya watu wamekuunga mkono for so many years. Kwa sababu ya hiyo betrayal, sisi tumesema wacha ipasuke, wacha ikatike, na atukati saa hii ishakatika. Mlima ishakatika. Tuko na Mount Kenya East na tuko na Mount Kenya West. From now going forward, tunapanga siasa zetu tofauti, tunafanya mambo yetu tofauti, tunasonga mbele bila kisuizi chochote. Na mimi nataka kusema hakuna mlima ilisalitiwa. William Ruto hajasaliti mlima. Kwa sababu ukiangalia mambo ya CSs, out of 22 CSs, Mount Kenya iko na 7 CSs. Iko na secretary to the cabinet, iko na the deputy president. Watu 9 wanakaa kwa cabinet ya William Ruto wametoka mlima. Hakuna mlima imesalitiwa. Ukiangalia mambo ya PSs, out of 50 PSs, 14 PSs wametoka Mount Kenya region. Mlima iwezi kuwa imesalitiwa. Ukiangalia mambo ile tunaita state corporations and parastatus ni 280. 62 ni watu wa kutoka mlima. Mlima iwezi kuwa imesalitiwa ikiwa na 62 CEOs wa state corporations na parastatus out of 280. Hii mambo ya kusema mlima imesalitiwa ni kwa sababu Kithure Kindiki, mtoto wetu wa Embu, Meru na Tharaka Nithi, alichukua kiti ya naibu ya rais. Hakuna kitu ingine William Ruto amekosea nayo Wakikuyu. Amekosea Wakikuyu kwa kufanya mtu wa Meru, mtu wa Embu, mtu wa Tharaka, mtu wa Mount Kenya East naibu wa rais. Na kwa sababu mnasema mmesalitiwa, kwa hiyo sisi tumetoka, sisi tumeenda, sisi tunapanga siasa zetu, na msitufuate na msikasirike na msiforce issues. Sisi tushaamua tunasonga mbele kama Mount Kenya East na wa Meru, wa Embu na wa Tharaka, sio Wakikuyu. Kusema wale watu wanasema Meru, Embu na Tharaka Nithi hatuna kura. Nataka mjue William Ruto anaweza kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya bila kura moja ya Mkikuyu. Sisi pale tuko na 1.4 million votes sahi, na tunasukuma ikifika 2027 tukue na kura 2 million. Kura 2 million ni kura mingi. Yule hataki kura zetu 2 million awaachane nazo. Lakini sisi tumepanga kama Mount Kenya East, hizo 2 million votes tunawekea Daktari William Samoei Ruto. Na ninataka kuambia William Ruto, wewe usisumbuliwe na hizi kura za Wakikuyu. Usisumbuke, waachana na hizo. Wewe uko na jamii 40 zile ziko nyuma yako na wale wako tayari kukuchagua. Ukihesabu za Mount Kenya East kura 2 milioni, uhesabu za Wanjaluo, uhesabu za Waluya, uhesabu za Wapwani, uhesabu za watu wa kule Kisii, watu jamii 40 tuko tayari kukuchagua mara ya pili. Sisi tuko na 2 milioni, na milioni yetu 2 ni ya Daktari William Ruto, kwa sababu Professor Kithure Kindiki, our kingpin, kiongozi wetu, ametuonyesha William Ruto ndio our presidential candidate 2027 ili 2032 na yeye Kindiki wetu tunamshika mkono, anakuwa rais wa 6 wa Jamhuri ya Kenya. Sasa Wakikuyu wamekuwa hapo wakiraindo na wa vote, eti wanatumia kura zetu kumboost their numbers. Alafu ikifika wakati ya maendeleo, matakataka wanapanga maendeleo kwao pekee.
Wamepanga stima kwao pekee, wamepanga maji kwao pekee, wamepanga barabara kwao pekee, wamepanga vitu masomo kwao pekee, mambo ya afya wamepanga kwao pekee, na tukipiga kura na wako kikapu moja, kwa sababu wameshindwa kupanga mambo yetu. Sisi tunataka kupanga na sisi siasa zetu, ili yule presidential candidate atakuja Meru, Embu na Tharaka Nithi tukubaliane na yeye. Sisi tunakupigizi kura milioni 2 ili utufanyie 1, 2, 3, ili utufanyie mambo ya stima, ili utufanyie mambo ya barabara, ili utufanyie mambo ya masomo, ili utufanyie mambo ya afya, ili utufanyie mambo mingi ya industries, mambo ya maji. Tunataka kupanga siasa zetu kivyetu kama watu wa Mount Kenya East. Hatuwezi kuwa mkokoteni tena. Hatuwezi kuwa mkokoteni ya Wakikuyu. Sisi wa Meru, wa Embu na wa Tharaka sio Wakikuyu. Sawa. Wauaji hawawezi tuongoza. Kwa hivyo hata huyu kijana wetu ambaye anatuua watu, wanapiga watu risasi hapa kwa maklabu, kila saa akienda akiona DJ ati wameng'ang'ania msichana kidogo, tia risasi amepiga DJ. Sasa hii DJ atembei, anatembea kuna wheelchair. Ati returning officer amekataa kutangaza papa amepotea. Sisi hatutaki mambo kama hiyo. Na sisi tunasema hata Ben serikali endelea kutoboa siri ya ule mtu aliua mtu Mombasa. Alisukuma dereva ya mtu kwa swimming pool Mombasa akakufa. So hawa watu ambao wanaua watu si watu wetu. Bado tunangoja kuona judgment yako ni nini. Na koti tafadhali, koti ya Kenya tafadhali, kotini. Sisi hatutaenda maandamano, na wahakikishia Wajaluo mkinyonga huyo mtu hatutaenda maandamano. Hatutaki mambo yao bado. Anyongwe huyo bwana. Thank you so much. Nilikuwa katika nilikuwa na baba muda mrefu sana kutoka 2001 ka 2002 tukiweka Kibaki kwa uongozi wa nchi. Nilikuwa na nimefanya na baba rallies, nimeenda katika rallies, nimeponyoka muda mrefu sana, mpaka wakati baba alikuja na idea ya ukatuzi. Wakati devolution iliingia hapa, kulikuwa na resistance kubwa sana nakumbuka, na nilikuwa kwa msafara ya kufanyia Kibaki campaign, kwa sababu ilikuwa hakuna tena, otherwise nilikuwa niko kwa Zangalewa. Tulienda mpaka mahali kunaitwa Kilimamboko. Nakumbuka tukitoka Kilimamboko ilikuwa wakati kama hii, tulipigwa na watu kwa barabara sana. Tukikuja kufika hapa Thika, moto ilikuwa imewaka. Kwa hivyo nimeona maneno mingi sana. Vita vya 2007 mimi nilikuwa naenda kucheza Lake Bogoria, na niliona maneno mengi sana brothers. Ile kitu ambayo mimi ninafurahia nayo, kutoka ukatuzi ulianza katika nchi, niliona amani ilijaribu kuingia katika nchi, ijapokuwa tu kupitia kwa maneno mengine, mambo kama kazi, mambo kama hizi pesa sharing ilikuwa ni ngumu sana. Lakini kama baba bado yuko hai, alilia ili nchi kuwe moja, alilia tu umoja wa nchi, na akataka mwana Kenya yote aonekane ni mwana Kenya, awe ni artist, mwimbaji, awe ni mtu yoyote ambaye yuko na aspect ambaye anatosha kuwa na KRA pin number. Ilikuwa ni muhimu sana, lakini Mungu amweke mahali pema peponi. Hajakufa spiritually, physically and psychologically, hajakufa. Hata juzi umeona monument yake kama inafanyika. Nilitaka kuongea wakati fulani, wakati Gen Z ya kwanza nilikuwa katika hii uwanja yote, nilikuwa hapa Nairobi. Gen Z ya pili nilifika hapa nikajaribu kuwaeleza ile kitu ilikuwa inaendelea.